Tumebakiza siku chache sana kumaliza mwaka huu wa 2025. Ninalo neno la Bwana la kukutia nguvu na la kukupa ujasiri ili umalize mwaka wako kwa kishindo. Kitabu cha Isaya sura ya 40, ukisoma pale utakutana na maneno yanayosema, bali wao wamngojao Bwana watapata nguvu mpya. Na Roho Mtakatifu alipokuwa akinifikirisha jambo hili, akanionyesha ya kwamba wale wote walioishi chini ya Agano la Kale waliishi wakitarajia wokovu wa Bwana, waliishi wakitarajia Yesu Kristo atakayezaliwa, ambaye alinenwa kwanza na manabii. Kwa hiyo waliishi maisha yao yote wakiingojea hiyo ahadi ya Bwana. Ukienda kwenye kitabu cha Luka sura ile ya 2, unakutana na mtu anayeitwa Simeoni. Alipoletewa Yesu mikononi mwake, akasema, sasa Bwana, waweza mruhusu mtumishi wako apumzike kwa amani, kwa sababu macho yake yameuona wokovu wa Bwana. Kwa hiyo ahadi ambayo Mungu aliwaambia wanaongoja Bwana watapata nguvu mpya inakuja kutimizwa, na Simeoni anapewa nafasi ya kumpokea Yesu Kristo, ambaye ndiye alikuwa ahadi aliyeahidiwa katika maandiko matakatifu. Nataka kusema nini? Hatusubiri tena hiyo ahadi, kama maandiko yasemavyo, wamngojao Bwana watapata nguvu mpya. Tunazo nguvu mpya za Roho Mtakatifu ndani yetu. Hakuna kusubiri tena, hakuna kuchoka tena, hakuna kuzimia tena njiani. Nataka kukwambia katika jina la Yesu Kristo aliye hai, utamaliza mwaka huu kwa ushindi, kwa sababu unazo nguvu ndani yako za kukusaidia kumaliza mwaka huu kwa ushindi. Hautachoka katika jina la Yesu Kristo, kwa sababu unazo nguvu. Maandiko yanasema wamngojao Bwana watapata nguvu mpya, hawatachoka, hawatazimia njiani. Wewe, hiyo ahadi ya Bwana imetimizwa kwenye maisha yako. Yesu anakaa ndani yako kwa uweza wa Roho Mtakatifu. Hautachoka katika jina la Yesu, hautazimia njiani katika jina la Yesu. Unazo nguvu za kumaliza mwaka salama kwa ushindi katika jina la Yesu. Amen. Umebarikiwa sana.